Sasa watu wamejifanyia mpaka usingizi wa kulala wa kimagendo, usingizi wa magendo. Sasa twende kwenye huu usingizi wa kweli na faida yake na maana yake. Hasa usingizi Mwenyezi Mungu hasa katuwekea hasa tuzidi kufaidika kwa usiku. Allahu alladhi ja'ala lakum al-laila litaskunu fi, Mwenyezi Mungu ndiyo ambaye amejalia usiku ili mupate utulivu. Kama hulali huna utulivu, utahisi kama kitanda kina makunguni. Mwenyezi Mungu kajalia usiku tupate utulivu. Kama hulali shekhe, utulivu haupo. Na kama unalala ndo utahisi utulivu. Na ndo maana ikawekwa masaa 24, masaa 8 kazi tunayapanga, masaa 8 ibada, kujishughulisha na ibada mbalimbali. Masaa 8 ikawekwa kulala, angalau mtu apate kidogo aipumzishe akili. Wengine wakasema hayo 8 ya ibada punguza, fanya 6. Kwa hiyo kuna nyakati zake za kulala, sio kulala tu. Watu wana magodoro mazito, wanaambiwa magodoro yenye usingizi mnono. Kwani usingizi uko kwenye magodoro? Usingizi mtu anao yeye. Ajabu kwa hawa watu hawa. Elimu hii wameipata wapi? Utasikia magodoro yenye usingizi mnono. Wangapi wana mapesa wanalala kwenye magodoro yenye usingizi mnono na hawalali? Wametoa macho hivi, utafikiri nyumba yake ishauzwa. Mtu katoa macho hivi na ana nyumba nzuri, ana kila kitu, katoa macho yumo ndani. Mwisho kawaida ndani ya usingizi kuna choyo. Inawezekana mwingine anakoroma, mwingine ndo katoa macho. Basi anaweza kufanya kumwamsha, hebu amka bwana we. Yani anamuonea choyo mwenzio analala, yeye halali. Akiambiwa kitu gani? Sijisikii tume mwenzio. Unaumwa? Si umwi lakini sijisikii, naona silali. Kwa hivyo bora unisaidie tuwepo tuongee. Ala, wewe hulali uhangaishe na wenzio bwana. Waache watu wapige vitu. Lakini vina wastani yake. Mwenyezi Mungu anasema tumejalia hayo usiku, tukajalia kwamba ni kitulivu, watu watulie. Ndani ya kulala kuna raha yake. Ndio maana hata kama atakuweko mbu tu kukukera, huoni raha. Kwa hiyo unahitaji japo neti uwe nayo kidogo ili ujisikie. Kukiwa kuna zogozogo tu huoni raha. Kwa hiyo unalala kidogo angalau kuipumzisha akili, na hapo ndo maarifa yatapatikana. Kuna watu hawalali, wao wamo kwenye kazi tu, kutafuta mali tu. Shekhe, utakuja anguka na gari, utakuja anguka njiani. Yani mtu kila wakati yeye anatafuta mali tu, mpaka anaitwa yuko hivi, anaitwa mzee wa kulala huyo njiani, anakwenda huko anatembea. Kuna jamaa mmoja sikuamini bwana, anaendesha pikipiki lakini kalala sana, anaendesha pikipiki hivi kalala. Halafu ushuka hivi akafunua macho hiyo. Sasa mtu kama huyu hatari sana huyo. Unakuja stukizia pikipiki iko makalioni zamani. Tu hatari sana huyo. Halali mtu, yumo kwenye utafutaji wa mali tu. Ndugu yangu, pata muda upumzike we, na usiwe unalala mpaka unaitwa pono. Kuna watu wanalala mpaka wanaitwa pono. Sasa twendeni kwenye usingizi, maafa yake na faida yake. Faida unayo na madhara unayo. Faida ni kupumzisha akili katika usingizi. Halafu mtu anajaliwa afya nzuri katika usingizi au kulala kwake. Hivi vyote vinapatikana kwa uzuri. Halafu vile vile faida nyingine ni mtu kuwa na fikra nzuri. Akili ikipumzika anapata mawazo mazuri mapya. Kama mtu anapata kulala, kuna watu wanasema leo hatulali, leo tutapiga ngoma mpaka tukeshe. Nyie mnawazimu nyie? Mtapiga ngoma mpaka mkeshe ndo vipi? Si mnajitia matatizo? Kuna watu vichwa vyao vishaharibika kwa kukesha kwenye ngoma. Tayari vichwa vyao vishaharibika.
akili zao zimekuwa si nzuri kwa kukosa usingizi. Usingizi ukiukosa, akili pia inakuwa haifanyi kazi uzuri. Utaona kama ni kitu cha masahara, ndio tunasema wengine mpaka wapate sindano walale, wadungwe sindano ndo wanalala, wale madawa kidogo ndo wanalala. Na usingizi kama ule unakuwa huna raha, akifika kidogo ikimaliza dawa nguvu tayari ameamka ale tena. Kuna watu ndo maisha yao, na watu wana mabilioni ya mapesa, lakini usingizi kwao umekuwa tabu. Ndugu zangu ni wapendwa wa Kiislamu, sasa kuna raha yake. Huu usingizi una raha yake. Raha yake ndani ya usingizi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hufanya vile vile pana mapumziko ya kusamehewa. Kama utalala inavyotakiwa, umeomba dua ukamuomba Mwenyezi Mungu, ukalala vizuri, ukaanzia ubavu wa kulia, ndio maana yake. Sio mtu anajitupa tu. Kuna watu wanajitupa tu, tena kuna watu wana hatari, anafanya mazoezi sasa, nakwenda zangu kulala sasa hivi, halafu mimi kitanda changu kiko imara na godoro langu kubwa bwana, sida wasiwasi, mimi nikifika anachupa tu. Utamwona kama mtoto mdogo bwana, anachupia tu, anajibwaga basi, hana kuomba dua, hana chochote. Akifika yeye analala basi.